Good morning, good afternoon, good evening. Teacher Eunice here. Depending on what time of the day you're watching, I am here to teach you Kiswahili. My target audience is your child. That child who graduated from pre-primary 2 and is now eagerly waiting to join grade 1 next year. Another good client will be any beginner in Kiswahili and is interested in knowing Kiswahili. You're welcome to join and let's learn together. Well, so we are going to start with the letters of the alphabet. Zinaitwa alfabeti ya Kiswahili. Letters of the alphabet, alfabeti ya Kiswahili. First of all, there are a few things you need to note. That in the English alphabets, we have 26 of them. In Kiswahili, there could be more. However, letter Q and letter X are not in Kiswahili alphabet. And letter C can also not stand alone. It has to be supported by letter H. So C and H goes together, and then together they are pronounced as cha. So let's dig in. So to quickly refresh our minds, do you remember what you learned with your teacher this year about the English alphabets? Let's just run through them quickly. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z, depending on what your teacher told you. Fantastic. So that is a recap of our letters of the alphabet in capital and small letters. So you also learned that among the letters, all these letters comprise of consonants and vowels. And we have 5 vowels. That remains constant even in Kiswahili. So in Kiswahili, vowels zinaitwa vokali. Hebu tujikumbushe vokali, lakini tuangalie kwanza kwa lugha ya Kiingereza zilikuwa zinaitwa vowels. Zilikuwa zinaitwa vowels. Here. Vowels in English, vokali au ukipenda utasema irabu. So just like in English, in Kiswahili, there are also 5. Tuzisome pamoja. A, E, I, O, U. That is in Kiswahili. Tusome vokali tena. A, E, I, O, U. But in English, we used to say A, E, I, O, A. So this will be A, but now in Kiswahili we will say U. Tuko pamoja hadi hapo? Sasa tuangalie alfabeti zote ya Kiswahili. Tuanze kusoma. Nimeandika kwa herufi kubwa. Kwa wakati wako, ukiwa na nafasi, uziandike kwa herufi kubwa na ndogo, ili uweze kukumbuka na hata kuweza kuzitamka vizuri. Haya, tusome pamoja. Utasema nyuma yangu, ama utasikiliza. Sikiliza kwanza niseme, kisha tuseme pamoja, alafu hapo mwisho wewe useme. Haya, tuende. A, ba, cha, da, dha, e, fa, ga, gha, ha, i, ja, ka, kha, la, ma, na, nga, nya, o, pa, ra, sa, sha, ta,
tha, u, va, wa, ya, za. Vizuri. Haya, sasa tuseme pamoja. Nitasema, unarudia. Twende. A, ba, cha, da, dha, e, fa, ga, gha, ha, i, ja, ka, kha, la, ma, na, nga, nya, o, pa, ra, sa, sha, ta, tha, u, va, wa, ya, za. Vizuri sana. Sasa ni wakati wako wa kusoma wewe mwenyewe. It is your time to now do it yourself. I am listening. Let's go. Vizuri. Jipigie makofi. Good job, good job. So those are the letters we have in Kiswahili, alfabeti ya Kiswahili. Na kama tulivyosoma, ni vizuri uzidi kusoma kila siku ili uweze kuelewa. Kwa somo litakalofuata, tutajifunza jinsi ya kuunganisha konsonanti. Konsonanti pamoja na vokali ili kuunda maneno. Kabla ya hapo ukumbuke kuandika alfabeti ya Kiswahili kwa herufi kubwa, capital letters, na herufi ndogo, small letters. Jifunze kila siku, utakuta kuwa Kiswahili ni lugha rahisi sana. Asanteni, nimefurahia kuwafundisha na ninatazamia mbele tuzidi kusoma pamoja.